Tunasema asante wewe Bwana, umetupenda. Roho Mtakatifu, mwalimu bora kupita walimu wote, tunakualika katika mkutano, utukuse, ututembelea, utuponye kupitia jina lako Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Basi takaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Binafsi nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kualikwa na mtumishi wa Mungu Shirima. Hata Paulo akiwa kwa viwango ya juu alikuwa anaandikia makanisa, anasema mtuombee Mungu akifungulie milango. Mlango mkubwa iwe mdogo inapofunguka, tunasema jina la Bwana ifanye nini? Bali kwa watumishi wazuri tuwe wa Mungu kwa wakati hawana mahali popote wanaweza kufanya kazi yao. Na kama hiyo neema imetokea kwetu, tunasema jina la Bwana libarikiwe. Ningependa tufanye mtihani mmoja. Wale wameoa na kuolewa hapo. Tunasema ndipo mkutano wa vijana. Wale wameoa na kuolewa. Na siku ya utatu itakuwa siku yao ni kidogo. Sio ni leo. Kesho asubuhi tunafundisha kidogo. Tarudia saa 9 sijui kama airport saa 9 mpaka mfuko utategemea. Lakini Jumamosi nina uhakika ya kuwepo. Takuwepo. Sasa nitaongea ya uchumba, ndoa, lakini haimchangani, isivyo ya mchangani. Sasa tunataka basi tutaishia pale tutaishia. Takuwa nachanga vitu yote mbili kwa pamoja. Nataka kufundisha kuchagua mchumba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen, amen, amen. Lakini Mungu mtakuwa anaingiza mambo ya uchumi. Nakwambia kwa maisha jaribu kila kitu. Kusoma jaribu. Kwenda Marekani jaribu. Biashara jaribu. Kufanya huduma jaribu. Lakini kitu pekee yake kwa maisha hapana kujaribu. Kuoa na kuolewa. Usijaribu. Lazima iwe sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa matatizo mingi tunayo. Kanisa inatuambia tuoe, na hata wewe umeolewa, hii mafundisho ni mazuri kwako. Mnapofundisha masomo yote kama yani, nikifundisha masomo ya wanandoa, nataka vijana wote wawe. Kwa sababu kuna tofauti ya mafundisho ya ndoa na mafundisho ya ngono. Na makanisa yale yanafundisha mafundisho ya ngono, lakini kanisa hairuhusiwi kufundisha mafundisho ya ngono, kanisa linaruhusiwa kufundisha mafundisho ya ndoa. Kwa sababu Mungu si wa ngono, ni spirit. Sasa kanisa inatuambia tuoe, na inatushauri kabisa tuoe sawa sawa na mapenzi ya nani? Lakini kitu moja kanisa ituambie, tutajuaje huyu msichana na huyu mvulana ni mapenzi ya nani? Asa kila mmoja anajitengenezea yake mapenzi. Akiona msichana fulani anaenda kuomba, akiota ndoto basi Mungu amesema ni yeye. Akitabiriwa Mungu amesema ni yeye. Lakini ukianzia kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Ufunuo, hakuna mtu alioa kwa ndoto, kwa maono na mafunuo. Watu walikuwa naoa sawa sawa na neno ya nani? Na ndio kuna andiko moja katika alikuwa naomba mwisho na ipenda sana. Hata ndio somo nitakufundisha kila na siku kidogo. Nasema Zaburi 107:20 nasema
Mungu akatuma neno. Lakini nakuwa na swali ya pili. Hii neno ya wakati inafanya kama vile ilikuwa inafanya zamani. Akatuma neno lake na neno likawapo. Na hiyo Wakristo wanasikia maneno ya Mungu kila siku, lakini maisha yao yafanye nini? Haipo. Sasa ni wakati gani ya Mungu neno ya Mungu inataka? Sasa nitajuaje huyu kijana ndio Mungu amemchagua? Na nitajuaje huyu msichana vipi ndio Mungu amefanya nini? Amechagua. Kwa kujua mwanamke Mungu amechagua, hakuna vitu siri. Kwa sababu kama kuna kitu mbaya kwa maneno ya Mungu ni kuoa mbaya na kuolewa vibaya. Inaharibu kila kitu. Lazima uowe na uolewe sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa kwa kujua msichana huyu Mungu amemchagua, na kwa kujua mvulana huyu Mungu amemchagua, kwa Biblia kuna mambo 11. Na kama ya mambo 11 haitatimia, kuoa izuili mtoa. Lakini kule ndani wewe peke yako utakuwa unajua ulifanya kama kosa. Na hapa siongelee ndoa ya Kitanzania, naongelea ndoa ya Kikristo. Kwa sababu kuna ndoa ya Kitanzania, kuna ndoa ya Kiafrika, kuna ndoa ya Marekani. Ndoa iko ya aina nyingi. Miaka 3 ilipita nilikuwa Spain, niliona mtu anafunga harusi peke yake. Amejioa mwenyewe msichana. Harusi kubwa ya mbebelekwa Sologani. Mtu kujioa mwenyewe. Na wanaibariki kanisa. Sasa siongelee harusi, ni harusi mfanye. Katika Marekani wanaume kwa wanaume harusi inafungwa kanisani. Wanawake kwa harusi inafungwa. Ni ndoa. Lakini sinaongelea ndoa kuchagua mchumba katika ndoa ya nini? Ya Kikristo. Lazima kuwe mambo 10 na ngapi? Na haya mambo 11 kitimia, najua kijana mvulana ndio Mungu amemchagua. Najua huyu msichana ndio Mungu amemchagua. Basi tutaenda haraka twende kuona pointi yetu ya kwanza, lakini nitakuwa ni changa mara moja, lakini tunaitwa uchumi ndani kidogo. Najua kwa nini na kwa nini. Achukua Biblia yako takatifu, tutaenda katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mlango wake wa 16. Mwanzo sura yake ya 2. Nitahitaji msomaji mzuri. Inaweza kuwezekana umesoma masomo lakini hauko msomaji mzuri. Na inawezekana ukusoma masomo mingi lakini huko msomaji nini? Sasa mimi nahitaji msomaji mzuri, kwa sababu Mungu alikataza nikiwa nafundisha, ananiambia nisiwe na Biblia, nisiwe na karatasi, nisiwe na kitu chochote. Mungu alisema nataka uwe kinywa yangu. Ongea mimi nitaongea kupitia wewe. Sasa nahitaji msomaji mmoja mzuri sana katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mlango wake wa 18. Kama umepata sema amina. Kama hujapata sema haleluya. Basi tutasimama tusome neno la Mungu. Kwa sababu Mungu ana jina 32. Na jina ya kwanza ya Mungu kupita majina yote. Yohana 1:1, mwanzo alikuwa neno. Kwa hiyo Mungu ni neno. Na moja ya jina yake pia ni mfano. Rais akiingia hapa tuambie sote tunafanya nini? Kwa kumpa nini? Kwa hiyo neno la Mungu linaposoma ni Mungu mwenyewe. Akimuone Mungu tunamuona kwa neno yake. Na kanisa lote lifundishe neno la Mungu haina Mungu. Kwa sababu Mungu anaonekana tu kupitia neno lake. Basi neno la Mungu kwa sababu ni mfano. Basi tunaisoma tukiwa wima kwa kuipatia nini? Heshima. Karibu sana. Nasoma katika jina la Yesu. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. 18 mimi kuambia kwenda 19. Jina la Bwana. Amina. Mahali tumetoka kusoma maandiko ni katika kitabu ya Mwanzo. Na tunaposema kitabu ya Mwanzo, atuongelee mwanzo ya Mungu. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemuomba, na Mungu tunayemtumikia hana mwanzo na
laana nini? Lakini ni mwanzo gani Biblia inaongelea? Ni mwanzo wa uumbaji. Kabla ya kila kitu kuumbwa, hii mbingu na nchi yote ilishikana. Na yote ilikuwa maji. Na Roho wa Bwana alikuwa anatulia juu ya kilindi ya nini? Ya maji. Sasa Mungu akaona pana iko big, lakini hana chochote. Na hawezi kuwa big bila kuwa na chochote. Kama una kitu au kitu. Mungu akagawa maji moja akapeleka juu, na maji moja akayacha chini. Maji ya juu akaita mbingu, na maji ya chini akaita nchi, katika mwanzo wa uumbaji. Lakini hata baada ya kufanya uumbaji wa kwanza, Mungu akaliona tu haiko kitu. Kwa sababu kwa kuwa kitu inahitaji kuwa na uko na nini. Mungu akapata na mbingu na nchi isiyokuwa na kitu chochote. Haina mwezi, haina jua, haina joto, haina nyota, haina mwanga, haina nyama, haina samaki, haina dhahabu. Wewe hakuwa kitu. Kama una kitu, hauko kitu. Na ukitaka kulazimisha watu wa kuheshimu una kitu, ni kibarua kigumu. Na kama unataka watu wa kuheshimu tukua na vitu, wanakuheshimu peke yao. Biblia inasema akaanza kuumba sasinge kwa hiyo kaomba mpaka siku ya 6 akaomba mtu ndio alimalizia kuumba sije. Lakini kwa Mungu kupata kila kitu, ukisoma Zaburi 8 Mungu akapata kila kitu alihitaji. Lakini kwa Mungu kupata kila kitu ilihitaji mambo 3. Lakini siingie kwa Yesu. Sasa baada ya kuumba mtu Adam, na sisi kama tunataka vitu viumbike kwa maisha, inahitaji mambo 5. Sasa Mungu alituumba kwa mfano. Inahitaji tutumie njia na mbinu zote Mungu alitumia kwa kuweza kuumba kila kitu. Yenye chochote alihitaji mtu, alihitaji samaki, alihitaji na hakuna kitu Mungu alitaka awe nacho na alikosa. Na mapenzi ya Mungu, hakuna kitu chochote mtu anahitaji kupata na afanye nini? Aikose. Sasa na baada sasa ya kuumba, Biblia inanyamaza. Na siku moja Mungu akaja kumtokea Adamu. Akaangalia Adamu. Leo Mungu ndio aliumba. Mungu ana jina 30. Na moja ya jina yake inaitwa Jehova Rafa. Mungu mponyaji. Kwa hiyo ni daktari. Na Mungu ni daktari bora kushinda daktari. Kwa sababu mimi niko daktari wa kitu fulani. Daktari wa wanawake. Kaenda kwa kabisa. Lakini Mungu ni daktari wa wanawake. Daktari wa wanaume, daktari wa damu, daktari wa kichwa, daktari. Yeye ni daktari wa kila kitu. Na tofauti yake na sisi, yeye anatibu magonjwa na tiba, na anatibu magonjwa sio na nini. Na anatibu hata wafu. Sisi tunatibu wagonjwa, lakini yeye anatibu mpaka wafu. Sasa alipokuja kumwangalia mtu yule aliyemuumba, Mungu akamwangalia. Yeye ndiye alimuumba. Anajua vile alitengeneza mikono, miguu, figo, tumbo, kila kitu. Mungu akasema. Ni Mungu anasema, si vema mwanaume awe peke yake. Ni kama wendo hospitalini, kuna magonjwa 9 ya macho. Na magonjwa ya macho kuna wakati bado mtu anatumia vidonge tiba, anakunywa na anaponja na macho yanafanya nini? Naendelea vizuri. Lakini inafika wakati magonjwa ya macho daktari anasema hii lazima avae miwani. Na ukikataa kuvaa miwani, si daktari atakuwa na matatizo, lakini atakayekuwa na matatizo ni nani? Ni Mungu. Sasa mwanaume wote mwenye apende kuoa, si Mungu atakuwa na shida, atakayekuwa na shida ndio mwanaume. Sasa Mungu anasema si vema kwenda ulize ile madhehebu wanaume wao mashida wanapata. Uwaulize. Nakumbuka Kongo vita moja ilitokea, vita ya kwanza 97. Na waliposhika waasi, waliposhika mji usiku. Sasa wale wenyewe wao wake kwa ajili ya maneno ya Mungu wanafanya kinyume na neno ya nani? Alienda kulala kwa kasichana usiku. Unajua wanaenda na makanzu yao ya kaba.
Sasa anaogopa, anaenda kule usiku. Na inahitaji pia atoke nini? Usiku mapema, wasijua alilala nje. Kumbe waasi wameshika mji, na mji kishikwa na wasikiti wa kwanza. Usiku hawataki kuona mtu yote anafanya nini? Anatembea mtu wote wanamshuku. Alipotoka kwa binti, stop. Mbio. Disasa. Akafa siku ni padri amekufa. Mungu anasema, Mungu ndiye anajua alimuumba mwanaume na nini. Sasa Mungu ndiye anasema si. Angalia, Mungu ni profesa wa maprofesa. Mungu ni daktari wa madaktari. Yeye ndo anajua yote. Anasema si vema mwanaume kuwa peke yake. Mwanaume bila mwanamke ni mgonjwa. Sema ni mgonjwa. Sema ni mgonjwa. Hata Biblia inasema heri wawili kuliko ngapi? Mmoja. Mungu anasema, basi nitamfanyia msaidizi. Aliyedunga shindano ya kwanza ya anesthesia. Yesu si madaktari tunadunga mtu kama tunataka kufanya operation. Daktari wa kwanza kudunga ilikuwa Mungu. Akamdunga shindano ya usikizi. Akatoa ubavu. Mungu alikuwa na uwezo wa kutoa mfupa ya mguu. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Mungu alikuwa na uwezo wa kutoa mfupa ya kichwa. Kwa Mungu kila kitu kinafanya nini? Lakini kwa nini hakutoa mfupa ya mguu amtengeneze na mwanamke? Kwa nini hakutoa mfupa ya kichwa amtengeneze na mwanamke? Lakini akatoa mfupa ya wapi? Kila kitu Mungu alikuwa anafanya ina maana sahihi. Ukisikia Yesu anapanda mlimani, anaenda na Petro, Yohana na Yakobo kwenda, walikuwa na uwezo wa kwenda na Filipo na Andrea. Katika alipofika kule akiwa anaomba, ngozi ya uso yake ikabadilika. Musa na Elia wakafanya nini? Wakatoka, alikuwa na uwezo Ibrahimu na Adamu wafanye nini? Watokee. Lakini kila kitu kwa Biblia ina maana yake sahihi. Mungu afanye vitu kwa kubahatisha. Mungu anafanya kila kitu kwa sababu na mpangilio maalum. Mungu angechukua mfupa ya mguu, mwanaume angekanyaka mwanamke. Mungu angechukua mfupa ya kichwa, mwanamke angempanda mwanaume. Lakini alichukua mfupa wa wote sawa sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipoitengeneza mfupa, unasikiliza vitu. Mwanaume akiwa na lao, kisha mwanamke akatokea. Unasikiliza. Kwa nini wakati Mungu aliumba, unajua kuna makosa. Mungu aliumba samaki jike na dume siku moja. Mungu akaumba nyama dume na dike siku moja. Na Mungu akaumba ndege na dike siku moja, mpaka vidudu dike na dume siku moja. Lakini ilipofika siku ya Adamu, Mungu akafanya makosa. Kuna dhambi na kuna makosa. Dhambi ni kusema makosa, kusema mlikubaliana mkutano saa ngapi? Leo mkutano mlikubaliana saa ngapi? Saa 9, lakini unaona mpaka wafika saa 11 saa 10 hawajafanya dhambi, kwa sababu Biblia ina mahali ndani. Dhambi ni kwenda kinyume na neno ya nani? Lakini mmefanya makosa. Makosa ya Mungu, akamwambia huyu aliye peke yake mtu mwanao ndio au apange viumbe vyote majina. Mbuzi wakiwa dike na nani? Chui wakiwa dike na nani? Samaki wakiwa dike na nani? Biblia inasema kabisa Adamu alipokuwa na mapanga hivi viumbe majina hakufurahi, kwa sababu akuona kiumbe kinafanya nini? Kinamfanya. Alikuwa na mapanga na hasira. Mtaitwa masimba nini? Mko dike na dume mko peke yao. Mtaitwa mapanga nini? Mko dike na dume mko peke yao. Hakuwa na furaha. Na Biblia inanyamaza. Haituambie Adamu alikaa miaka ngapi akiwa peke. Unajua kwa nini Mungu afanye vitu? Alifanya kwa sababu tatu.
Ndio maana Mungu alitaka kwa mwanaume atangulie kwa sababu tatu. Rasmi kwa upande wa mwanaume na kwa upande wa mwanamke kwa sababu moja. Na ndio pointi ya kwanza. Sababu ya kwanza, Mungu alitaka mwanaume ndio atangulie kabla ya mwanamke. Mungu alitaka mwanaume akuwe mkubwa kwa mwanamke. Ndio ndoa kamili ya kike. Ibrahimu alikuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na miaka ngapi? 90. Na ndoa za kisasa nasema age haijali, inajali. Kama unataka kujua inajali, angalia wale wa mama vikongwe wazungu wanakuja na hela yao vile wanaliwa na vijana wa Afrika. Angalia wale wa baba wazungu wazee wanakuja na hela yao Afrika, wakuja kufanya starehe wasichana. Wasichana wanawapa hela lakini wao wanatafuta vijana wa rika. Nikiwa daktari natoa kidaktari kisayansi vile Mungu aliumba mwanaume. Mwanaume anafurahi kutembea na mtu mwenye anaonekana mwanamke mdogo kuliko yeye. Anajisikia na nguvu. Lakini akitembea na mtu mwenye mzee kuliko ni shangazi. Ndoa ya kweli ya Kikristo. Soma Biblia yote. Ndoa ya kweli ya Kikristo, mwanaume anakuwa mkubwa kuliko mwanamke kwa sababu ngapi? Sababu ya kwanza, Mungu alijua mwili mwanamume Mungu atamuumba ni Adamu kitakuja na kasi kuliko mwili ya nani? Ya mwanaume. Pili, shida ya pili, akizaa anaonekana mara mzee kuliko nani? Sasa akiwa na miaka mingi tena sitakuwa balaza zaidi. Ndio utakuta mmoja mkitembea huko mbele na mwingine kwa wapi? Sasa unasikia aibu. Sasa hakuna kisu ukatani mshakafunga harusi lakini unakuwa unatembea leo ukisikia nini? Aibu, anaonekana mama, anaonekana bibi. Mungu alitaka mwanaume akuwe mkubwa kwa mwanamke. Ndoa yote ni mwanamke kumkubwa kwa mwanaume. Mwanamke ana shida moja na hii shida ipatake jibu, lakini kwa wanaume hii shida inajibu. Mwanaume ajue kubembeleza, mwanamke ndio anajua kumbembeleza. Unaweza kumfanyia mwanamke makosa, unaona anafika kuna hasira, unaenda kwa duka na mtafutia mkachifu. Anapenda ice cream, unaingia kwa kiongozi, unamletea, mnacheka na story inafanya nini? Mambo ya sawa. Lakini mwanaume abembelezwa. Amen. Mwanamke anabembelezwa. Kwa sababu mwanaume ni mtu anatumia akili. Mtu wa akili kumbadilisha ni shida ngumu. Lakini mtu wa hisia ni rahisi kufanya nini? Badilisha. Hakikisha ule msichana unapenda. Na hakikisha ule ndugu uko unavutiwa naye. Hakikisha ni mkubwa kwa mwanaume. Na kienda mbali sasa kiakili sasa. Alikuwa anafundisha kwamba usafi afya. Mwanamke ana akili nyingi kushinda mwanaume. Isipokuwa si wanaume atukubali yake. Amina. Kasichana kwa miaka 20 kanaweza kuando baba wa miaka 50 na wanaishi sawa. Sasa mkiona sasa mkoliko mabawa ni katoto kwake aone chochote. Amen. Kwa nini mwanamke kuna akili mingi? Kwa sababu mwanamke anachunguza kila, mwanaume achunguze kila. Mwanamke anachunguza kila kitu, Sasa ana akili mingi. Sasa mwanaume ni gani awe na miaka ya kumzidi ndio walingane nini? Akili. Wafanane, wako level moja, wako class moja, wanafanana. Lakini pointi ya pili, ndio naanza kusema kwa nini Mungu aliumba kwanza mwanaume kabla ya kuumba mwanamke. Pointi ya pili, Mungu katika kitabu ya Mwanzo sura ya 2
mstari wa 15. Adamu alipoumbwa alikuwa na shughuli 5 mara moja. Shughuli ya kwanza kupanga viumbe vyote majini. Lakini shughuli ya pili ya Adamu, Mwanzo 2:15 inasema nini? Ndio nasema soma tu pale haraka. Yote. Kazi ya pili nasoma katika jina la Yesu. Mwanzo 2:15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni. Pale alimweka kwa bustani. Ailime na kuitunza. Basi anaweza kumweka kwa maji na angekaa na angetembea kwa siasa, angetembea juu ya maji. Lakini akamweka kwa bustani ya Edeni na shughuli moja kusudi afanye nini? Afanye kazi. Mtu alizaliwa na kazi. Ukikutana na mtu ana kazi ni ngumu kushinda Elshaddai. Mungu alijua mbuzi dike itajilisha yenyewe na mbuzi dume itafanya nini? Jisha yenyewe. Mungu alijua samaki dike itajishughulikia mwenyewe na samaki dume itafanya nini? Lakini Biblia inasema tamaa yote ya mwanamke atakayetimiza ni nani? Sasa kama mwanaume kutimiza tamaa ya mwanamke lazima awe na kazi. Ndio Mungu akamuumba mwanaume na kazi. Kwa mwanaume mwenyewe ana qualify kuoa, si rika, ni kazi. Mwanaume wote asiye na kazi hata kwa mwaka 50 kanisani kwangu inaambia bwana daktari anataka kuoa na kuuliza swali si na wadada nawaambia tuuliza mwanaume swali na ndio tatizo kubwa ya mandoa mingi leo kwa sababu wasichana wana pesa wanaume hawana nini ya hata kupata kuonyesha hatari yake. Na ndio mfumo ya kidemokrasia. Demokrasia maana yake ni geuza. Geuza nyuma upeleke mbele na mbele upeleke nyuma. Ukigeuza demokrasia upeleke demokrasia chukua democrasia. Ni utawala wa kishetani. Utawala wa kishetani unasema mwanamke awe na nguvu. Na utawala wa kimungu mwanaume awe nini? Kichwa. Na dunia nzima demokrasia inatetea wanawake na watoto, lakini haitetea vichwa wa nani? Ya nyumba. Amina. Mwanaume kama ana kazi, kama tuseme hana kazi, naambia dokta mimi nataka kuoa, namuuliza swali, kuna dada uliza hamtakula kitabu ya Mathayo, hamtaenda saluni na kitabu ya Isaya. Ndeko ni kesho naenda kupanda ndege asubuhi nikienda Dodoma, tukwenda na mke wangu. Tukifika pale tutasema lugha ndio watufungulie tuingie ndege. Haitawezekana. Amina. Amina. Amen. Sasa hana kazi ambie ni mikono. Naambia baba, nakemea pepo ya tamaa ya mwili. Nimeifunja. Nimeiharibu. Ninaiteketeza kwa sababu mwanamke atakula kitabu ya Mathayo. Hawataenda saluni na kitabu ya Isaya. Hawatapanda ndege na lugha. Kipi inathibitisha mwanaume anaenea kuoa? Amina. Mwanaume haiko ansa. Ansa ya mwanaume ni kuleta kuku. Ansa ya mwanaume ni kuleta kitenge. Ansa ya mwanaume ni kupeleka saluni. Ndio ansa. Haujafaa kuoa. Sema sijafaa. Sema sijafaa. Na ndio maana katika taifa la Israeli walikuwa wanasubiri katika Mungu alipompatia Musa sheria 613. Na katika sheria 613 moja ya sheria ilikuwa nasema lazima Mwisraeli ahesabike kuwa mtu na ni vitu wanafundisha tofauti. Mtoto alipokuwa anazaliwa walimpeleka siku 8 hekaluni. Wanaenda kutangaza wamepata kitoto kichanga na Yesu alimpeleka kitoto kichanga. Lakini anapotimiza miaka 30 wanamtoa kitoto kichanga wanamtangaza mwana na ndio kwa Biblia inaitwa adoption. Kuadopte kwa Biblia si kuchukua mtoto wa mtu mwingine. Mtoto yako ni mzaa kichanga. Anapotimiza miaka 30 unamtangaza kumtoa kitoto kumtangaza kuwa nani? Mwana. Kama Mungu ingekuwa adoption inafanyika vile
vile dunia tunafanyika. Kwa hiyo sisi sio watoto. Mungu alituadopt kwa sababu sisi ni watoto wake. Ni shetani tu alituchukua kwa muda, anachukua tena watoto. Kazi ya Mungu na hela yako haifanyi mapenzi ya Mungu. Kazi ya Mungu kwa sababu Mungu yeye pekee ndiye anahitaji kuisupport. Sasa na anaisupport kupitia watu wale Mungu amefanya nini? Amekupatia. Sasa wale Mungu amepatia wakuwa maskini wanahitaji wafunzwe vile watapata nini? Pesa. Sana karibu kampuni cha ya biashara. Ina agents. Tunatoa biashara tunapeleka nchi mbalimbali. Utaniona mimi nahubiri, ukiniita kuhubiri niko kwa kuhubiri kila siku, ukiniita kufunga nafunga, kukesha. Lakini matajiri wafanye kazi, ni maskini wanasoma mikokoteni, wanafanya maskini wanafanya kazi ya ngumu na wanapata pesa nini? Lakini matajiri ni kitu inafanya kazi. Asa Mungu alitaka mwanaume atangulie kusudi akuwe na kazi. Vile ataweza kumlisha mwanamke, ataweza kusomesha, vile ataweza kulipa. Vile kwa sababu kuoa ni kuongeza gharama. Sasa kama ujiweze wewe mwenyewe, kwa nini kuleta mtoto wako? Kuongeza shida. Juu ya shida. Mungu alitaka mwanaume akuwe mkubwa kwa mwanamke. Lakini Mungu alitaka mwanaume akuwe na kazi. Na kuna kazi nyingi na watu wengi, watumishi wengi wa Mungu zaidi wanateseka akiwa na mwito tu, anaacha kufanya shughuli yote. Hapana. Mtaacha kufanya shughuli yote mpaka siku hiyo mwito inakuwa naweza kunilisha, kunivika na kunishughulikia kila kitu. Lakini kama haijaweza tafanya kitu kingine, inyewe pia haitanizuia mimi kufanya kazi ya nani? Tahubiri, anafanya kitu kingine. Nahubiri, magari napeleka vitu Kongo, napeleka vitu Zambia, napeleka vitu huku. Kesho nakuja kwa madhabahu nasimama viko fresh, sina usumbufu yote kwa sababu sifikirie vile nitakula, sifikirie vile gari yangu itapata mafuta, sifikirie. Unajua ukiwa kanisani na huko unafikiria chakula, nyumba, hata roho ya Mungu haiko pale. Hai. Sema nina kazi. Sema nina kazi. Lakini shida kichwa yangu ifanye nini? Kazi ya Adamu haikuwa nje ya bustani ya Edeni. Ilikuwa pale pale kwa bustani ya nini? Na kazi yako iko hapa. Mbona? Acha nianze kuonesha kazi yangu. Mimi nilikuwa daktari. Mimi nimekuwa pastor mwaka 16. Nimekuwa mchungaji kuanzia mwaka 16. Nimesoma secondary yote niko mchungaji. Nimeenda chuo kikuu niko mchungaji. Nataka daktari wa wamama. Nilikuwa na kanisa nzuri kubwa. Nitumika udaktari, Mungu akaniambia acha. Haikuwa shida kubwa kwa sababu niko naambia niache udaktari, tuko na washirika 800. Na ndani ya washirika tuko na mkuu wa mkoa. Ndani ya washirika tuko na maprofesa. Hasa haikuwa tatizo. Nikaacha. Lakini familia wakanilaani. Nikaendelea na pasta. Na baada ya miaka 3 Mungu akaniambia acha utumaji. Kaambia Mungu sasa ukielewa. Nitakula kitabu cha Mathayo. Nimeacha udaktari. Sasa sio ndo ananiambia niache nini? Uchungaji. Sasa nitaishi namna gani? Mungu akampusha. Nikalazimika kuacha. Lakini kwa sababu kichwa ilikuwa inafanya kazi. Na watu wengi Mungu wa Mungu tatizo vichwa yao haifanye nini? Kwamba una simu hii kubwa lakini umeitumia tu kwa kupiga na waza peke yake, lakini na mambo mengi. Na kichwa ya mtu ni zaidi kwa sababu mtu ndio ametengeneza hiyo. Sasa naomba kichwa ya mtu inaishia tu anahubiri, anatulia. Kichwa ya mtu inaishia anaenda kukijioni anapiga story, anakuja kubeba. Hiyo kichwa ifanye nini? Kazi hata kidogo. Nilipoacha uchungaji nilipata shida. Sasa siko daktari na siko mchungaji. Na nikamwambia Mungu kwa sababu ananiambia niache uchungaji. Nilikuwa na kanisa yangu. Na ilikuwa ya kwanza, ilikuwa kanisa ya 3. Mimi sitapiga simu kuomba mchungaji wote madhabahu kwamba nikuje kuhubiri. Kuhubiri sifai.
Wazo nataka kujiuliza yule mchungaji nitamwambia nataka pia kuhubiri huko atakuwa na maswali. Kwa nini anataka akuje kuhubiri kwangu? Wewe sio mbake madhabahu atazito. Nilikuta mahali pote na kufundisha nimeandika. Sasa nilikuwa nafanya hata miezi 3 sialikwe. Sasa angalia siko daktari na siko mchu. Uko na leo? Kata maisha karibika. Kila kitu mzuri nilikuwa sijaoa. Kila kitu kaanza kukataa. Kila kitu ikakataa. Kwambia Mungu sasa, kwa nini unataka kuruhusu uteseke? Kwa hiyo mimi nataka kurudilia kazi yangu ya daktari. I'm specialist. Mungu akaniambia uko na shida. Kichwa yako njoo ifanye nini? Uko na kazi nyingine nzuri. Na nafikiri kule ndio tayari. Unakapona sababu ya kwambia mstari atadi kwa mrembo hauna kwa kazi. Unafundishwa ile ngine mambo 11 ya nini? Inakusaidia nini ile kama mambo 10? Mungu akaanza kuniuliza. Lakini uko nateseka. Lakini wewe marafiki zako ni kina nani? Kwa sababu kazi ya bustani ya damu ilikuwa tu ndani ya bustani ya nini? Na kazi ya mtu inapatikana tu kwa mazingira inayofanya nini? Anapatikana. Nikaanza kumwambia Mungu, mimi marafiki yangu ni wachungaji. Basi naalikwa hapo naenda na ubiri. Nakutana na wachungaji. Naalikwa kule naenda kuhubiri. Nakutana na nani? Wachungaji. Akasema marafiki yako ni wachungaji. Mungu akaniuliza swali. Na wachungaji wanapenda nini? Kitu alikuwa anakuja kwa akili yako. Na utajiri yako ikuje kwa akili yako, sio unafikiria kitu upuzi. Kasa wachungaji wanapenda suti kuvaa vizuri. Sasa basi una kazi. Kani ya kuwapelekea vitu ya kiroho. Utaanza kuwapelekea vitu ya kimwili upate pesa kupitia wao. Nikafikiri kama vitu ya mchezo. Sasa wachungaji wanapenda kuvaa. Sasa wewe unaweza kuvika wachungaji. Nikashtuka. Ile wiki Mungu aliongea na mimi. Nilikuwa na kazi ni yangu. Anaishi Italy. Tulikuwa miaka 5 tusemeshane na. Akanitafuta. Simu ilikuwa yako. Akanipata. Nikaitwa kwa fundi kwenda kuongea. Nakwambia nimekukumbuka, najua nimekukumbuka jana. Nilikuwa kwa duka moja tunakujua. Kwa sababu nicheza muziki ya dunia. Wewe napenda kuvaa. Kama nilipita kwa duka moja, nimeona suti ukivana itakuwa mzuri, lakini sasa ndio natafuta vipi cha kupata. Meza kutafuta kuanzia jana, nimekutafuta nisikupata. Sasa akaniuliza, nikununulie ile suti. Sasa ndio, nunua. Akanunua suti ngapi? Ya kufanana, size moja, kala moja. Baada ya wiki 2 suti zikaja kwa hiyo. Lakini suti nafika Alhamisi na mimi naalikwa kwa kanisa kubwa Jumapili kuhubiri kwa kanisa. Elewa tayari Mungu ameongea na mimi kazi yangu tafika watu. Kazi ya mtu haiko mbali yake. Niliende katengeneza mtu. Jumapili nilipoenda kuchukuliwa gari na peleka kanisa kubwa, kuna zaidi ya watu 2000. Nafundisha. Watu wote walikuwa wanabarikiwa. Watu wote walikuwa wanajazwa na Roho Mtakatifu. Lakini mtoto wa askofu ndio alikuwa mchungaji mkuu. Yeye hakuwa anabarikiwa na Mungu. Iko naangalia suti na nimemchanganya. Nafundisha. Nilipomaliza kufundisha na peleka ofisini, niliona nakuja mbio. Akaniambia, "Dokta, hii suti upende usipende unaniuzia. Unaitoa, unaniuzia. Upende usipende." Naambia, "Hautaweza bei ya suti kama hizi." Akambia, "Kwa bei yoyote utanunua." Ilikuwa suti yuni.
Nikamfanya kama unajua nilinunuliwa. Hata bei sijui walinunua na pesa. Na iko ngapi? Kala ngapi? Saizi ngapi? Na mimi nimevaa tu ngapi? Nikamwambia unaweza kununua hii suti? Nikamwambia Italy ndani kwa kabisa. Italy. Nikamwambia angalia Italy. Unaweza? Sasa mtanunua. Nikamwambia dola kwa sababu tuko mtumishi wa Mungu. Sipendi kuuzia bei gani. Dola 500. Dola 500 kwa pesa ya Tanzania ni 1,250,000. Akasema nakupatia kasha dola 300. Ukiniletea suti yangu wewe ndio uitoe na kuongezea dola yako 100. Lakini kakuja wewe uko na kazi. Nikamwambia sasa itakuwa makosa uvae tayari kitu mimi nimefanya nini? Tufanye. Elewa suti iko kwa nini? Hiyo inaita. Lakini nikimwambia kwa nyumba haina value, inahitaji kichwa ifanye nini? Mwambie unipatie siku ngapi? 4. Nikuitishie suti kule mahali suti imefanya nini? Umetoka. Anasema hakuna shida, wewe ndio na dola 300. Ukileta suti yako, unanyongeza na kuongezea dola yako ngapi? 200. Walinipa dola 300. Walinibariki mkono ya baraka hiyo siku. Nikarudia nyumbani nikatafuta kazi. Mwambia hii suti ulininunulia. Ulinunua kwa pesa? Akasema alinunua dola 55. Alinunua dola 55. Na mimi nauza dola 100. Kwa hivyo mara kuu. Nikamwambia unaweza kuruhusu nitume pesa? Saa tu. Nikachukua hiyo dola 300. Nikachukua pesa nyingine kidogo ili nipeleke. Nikaishukuru Italy. Lakini baada ya siku ile kabla ya mzigo itakuwa nikampelekea suti yake. Akanipa dola yangu 100. Nimefanya hiyo shughuli kwa miaka mingi kwa nchi nyingi. Nikiuzia mapasta watumishi wale wameinuka nguo na hawezi kukimu. Tunauza Uganda, tunauza Kenya, tunauza Congo, na Tanzania, tunauza South Africa. Wananunua na haijawahi kunionyesha kwamba mimi sina upako. Haijawahi kunionyesha sikamikie. Haijawahi. Na hii ni shughuli kama hakuna tajiri duniani mwenye yuko na kazi ngapi? Haiko. Hauwezi kuwa tajiri na kazi moja, haiwezekani. Tukaanza kuuza. Nilikuta kwa simu, niko kwa simu. Nafikiri sasa niko angalia na story ya upuzi huu. Kibiashara. Piga hesabu, napiga hesabu. Mali fulani, nchi fulani wanahitaji, nchi fulani wanahitaji, nchi fulani wanahitaji, nchi fulani. Unatulia kwa amani na furaha na baraka na unafanya mambo makubwa na unakuwa baraka. Amina. Na unajua kando ya hiyo sasa ikanisaidia. Kila mwezi wa 8 mimi nagawa suti nyingi. Nimetoka kugawa mwezi wa 8 mwaka huu. Nimeenda South Africa. Nimetoka kugawa suti 50. Na niambia mama atanipa pesa suti yangu inabakia ngapi? Nibaki na suti 312. Na sina suti ya 200,000 sitaki. Siwezi kuvaa suti ya 200,000. Siwezi kuvaa suti ya 300,000 haifanani na mimi. Sitembee, nafunga, naomba, natafuta Mungu, na bado na kazi ya Mungu inafanya nini? Na maisha inafanya nini? Sema nina kazi. Lakini kichwa ifanye nini? Jukumu ya kwanza ya mwanamke nikishia mwanaume. Sharti ya kwanza ya mwanaume kuoa lazima akuwe na nini? Na kazi. Hii ni dunia ya digital, utandawazi.
Unaweza kusema saa zingine niko naongea story, acha nipatie binti yangu. Mama anaweza kusema baba niko naongea story. Acha binti yangu angalia ataona vitu hapa. Lakini unaweza ona pia na